Yes, karibuni sana. Hapa ni online media, and on behalf of the online media I'm Jefferson from Murori TV. Na kama mnavyofahamu ni yeti leo kuna shule ambayo inajulikana kama Hillside ambayo iko pande za Nyeri, na ambapo kulikuwa na mkasa wa moto. Hapa sasa hivi tuko na mzazi mmoja ambaye tungetaka aweze kutufahamisha maybe yeye ni nani na kilichotokea, na tuambie kama wako na mtoto hapa na so far ni nini kinaendelea. Yes, habari yako? Okay, salama. Wewe kwa majina yako unaitwa nani? Majina yangu ni Francis Mwangi Mukoro. Na umri wa miaka 45. Okay. Mimi ni mzazi kwa hii shule. Juu kijana ya brother yangu, kijana yake anasomea hapa Hillside. Ako darasa la saba. Mimi nilipata tu report asubuhi na mapema. Niliposikia kwa social media, niliona kwa social media, dia alafu kwa TV. Nikaonelea kulitokea mkasa wa moto jana usiku kitu saa 5 na hatukuwa tumefahamiwa. Sisi tuliposikia tuliondoka, tulienda PGH, tukaenda Mili Immaculate, tumeenda Madhari, tumeenda Mwai Kibaki na hatujapata mtoto wetu. Anaitwa Ken Mugai, Kenneth Mugai, ako darasa la saba. Mpaka saa hii hatujafahamiwa ako hai ama ameaga. Mmepata maybe ripoti yote kutoka kwa shule? Hatujapata ripoti yote kutoka kwa shule. Na kwa muda gani umekuwa hapa? Tumekuwa na kwa muda wa mwaka unusu. Alikuwa darasa la saba? Alikuwa darasa la saba. Tulikuwa tumemtoa shule inaitwa huko wapi, St. Louis Academy, tukamleta hapa. Na mjeza kupata maybe information yote, maybe ujumbe kutoka kwa shule? Hatujapata ujumbe yoyote kutoka kwa shule. Na wakati mmerudi kutoka hospitali, hospitali umesema umeenda wapi na wapi? Nimeanza Mwiga Consolata, tumeenda Madhari, tumeenda PGH, alafu tukaenda mpaka Mwai Kibaki. Na wale watoto tumepata hapo, hatukupata wetu huku. Na pale kwa hizo hospitali mmepata walimu? Hatukupata hata mwalimu. Tumepata tu wazazi na watoto wao. Na walimu hajaweza kuongelesha hata mmoja hapa? Hajatuongelesha tangu asubuhi. Na wale wazazi maybe mmeweza kupatana nao hapa, hali iko vipi? Hali iko tu hivyo hivyo. Juu wanasikia tu kutoka kwa media, kwa television, na kutoka kwa watu wa hapa, wenye wahizani wa hapa. Hapo awali tumeweza kuongea na CS Waziri Kindiki, na ameweza kusema maybe kuna watoto ambao hawajulikani mahali walipo, hawako hospitalini na wako hapa shuleni, na wako kati ya wale maybe waliweza kupoteza mioyo yao. Na inasemekana maybe wengine waliweza kuwa wame take refuge kwa mafamilia hapa, wanaweza kuwa hawajulikani mahali waliko. Nyinyi katika ile kuongea na wananchi wa hapa, hamjaweza kupata ripoti yote? Hatuna habari yoyote. Juu tumefika tu sasa hivi. Na mmeweza kufahamu maybe ni bweni gani ambalo liliweza kuchomeka pale shule? Hatujajua. Lakini tunasikia ni bweni la vijana. Bweni la vijana. So hii shule ilikuwa ni shule ya primary school, that is? Watoto wadogo. Private. Okay. So maybe sijui kama tuna swali lingine lolote, lakini muna hope mtoto wenu ako hapa atapatikana? Si tuna matumaini, tunatumaini kama tunaweza mpata akiwa hai au akiwa ameaga. Hiyo si ni maneno ya Mungu. Tutafanya aje? Sasa akiwa ameaga, hatuna la kufanya. Hatuna la kufanya. Na there before mmekuwa na communication na walimu? Siku leo tulimrudisha Tuesday this week. So unaona hatukuwa na communication yoyote na walimu. Na there before kwa hiyo mwaka mmoja umekuwa hapa kuja kuwa na mambo yote kwa shule? Hakuwa. Imekuwa shule imekuwa shule mzuri tangu alipoanza. So performance tunasikia pia imekuwa sawa? Performance inakuanga sawa. Na ndio tumeleta watoto. Unasikia tunahamisha watoto kutoka shule nyingine tunawaleta hapa. Pale ndani nimeona kuna chumba ambacho wametega ni cha wazazi. Mmeweza kuingia kwa ile chumba? Sijaingia. Si nimefika tu kwa hivi sasa na nikauliza nini wa linda usalama watukubali, wakasema mpaka watu wa DCI wamalize mambo yao. Okay.
Maybe hivyo ndivyo mambo yalivyo hapa katika Hillside, ambapo wazazi kama hawa na wengine ambao hawajaweza kuongea kwa kamera wanasema bado hawajaweza kuwapata watoto wao. Wanatarajia maybe wataweza kuwapata watoto wao. Ili hali tumepata wazazi wengine ambao wameweza kupata watoto wao, wengine maybe amejifunga leso kwa sababu maybe wakati moto ulitokea walikuwa wamelala pale na wameweza kupata watoto wao. Wengine wako pale mahospitalini na inasemekana kuwa wakati moto ulianza usiku, wazazi wengine waliweza kufika hapa mapema na wakaweza kutafuta watoto wao na wakaweza kwenda nao. That's why maybe kuna ripoti kuwa watoto wengine wajulikani walipo, ambapo inasemekana pia wazazi wengine kunao wazazi ambao wanaweza kuwa watoto ambao wanaweza kuwa wametake refuge kwa community ambayo iko hapa, kwa sababu wakati moto ulitokea, mkasa ulitokea, wengine waliweza kukimbia na kutafuta mahali pa kujikinga na kujificha. Kama mnavyofahamu, eneo hili lina baridi sana, kwa sababu ili hali kama usiku ndo moto ulitokea, lazima watoto wengine walienda kutafuta mahali pa kujikinga. Wazazi wengine washapata watoto, na inasemekana kama wewe ni mzazi kutoka kwa hili shule na umeweza kupata mtoto wako ama umeweza kufanikiwa kupata mtoto wako, ni vizuri sana uweze kupiga ripoti hapa ili wakaweza kufahamu ni watoto wagani ambao bado hawajapatikana. Ili hali katika habari ambazo za hapo awali inasemekana kuwa kuna wale watoto ambao pia ni 17 ambao walikuwa wamechomeka beyond recognition, na ili hali hapa ndani mili bado ijaweza kutolewa pale kwa mabweni, na inasemekana kuwa maofisa wa DCI wa homicide wako pale ili wakiweza kufanya ili upelelezi wao na uchunguzi wao kamili ili waweze kutupatia ripoti kamili. Ningewazidi tu na niwasihi muendelee kukaa hapa kwa hizi channel zetu, na tutazidi kuendelea kuwapatia ripoti kama zinavyochipuka. Maybe tutaangalia kama tutaweza kupata wazazi wengine ili tuweze kuongea na wao, waweze kutufahamisha ni kipi ama ni wapi maneno yao, mambo yao yamefika wapi, wameweza kupata watoto wao ama ili hali wanahofia maisha iko namna gani. Wacha tuendelee kukaa hapa kwa hizi stesheni, and we are here to keep you posted. So this is your number one channels, and always to keep you posted and updated on whatever it's happening in our country. On behalf of our online channels, jina langu najulikana kama Jefferson kutoka kwa Murori TV, na wacha tuendelee kutafuta wazazi wengine ili tuweze kusikia watasema namna gani. Tunashukuru sana baba na karibu sana, na wacha tuombe that mtoto wenu utapatikana akiwa salama. Ni sawa? God bless you. Amen.